Uamuzi wa kuendelea kuwekeza katika mpango huu unatokana na imani yetu kwamba kila Mtanzania anastahili kupewa nafasi, hata ikiwa nafasi ya pili au ya tatu, katika kuboresha maisha yake kupitia elimu. Tunaamini kabisa kwamba elimu ina mchango mkubwa sana wa kumwezesha mtu kuweza kuangalia maisha katika jicho lingine au engo nyingine, ambayo itamwezesha yeye kubadilisha maisha yake na kujenga maisha yenye tija, hasa baada ya kupita katika mfumo wa urekebishaji na kupata mafunzo ya ujasiriamali na hatimaye kurudi. Mpango huu kama hatua ya kimkakati ya kushughulikia sababu za kijamii na kiuchumi zilizochangia kurejesha kwenye makosa jinai, huku ikiimarisha fursa katika kukuza kiuchumi na kijamii za wafungwa na kusaidia urejeshaji wao wenye mafanikio katika jamii baada ya kumaliza vifungo vyao. Lakini sisi kama chuo tuendelea kuwekeza kwa kutumia mpango wetu wa uwajibikaji katika jamii kwa maana CSR, na tunaendelea pale ambapo itahitajika, kama ni fedha kwa maana ya kuchagiza haya mawazo ya biashara ambayo yanakwenda kuanzishwa, basi sisi tuko tayari. Lakini vile vile kufikia wadau wetu wa kibiashara kama mabenki, TANAPA na kadha wa kadha, ambao wako tayari kushirikiana nasi kuhakikisha kwamba hawa ndugu sasa sio tu kuwapa mafunzo, lakini vile vile kuwashika mkono zaidi kuhakikisha kwamba kweli wamejikita na wametengemaa katika kuanzisha programu mbalimbali za kujikimu. Sisi tunajivunia sana uwepo wenu, lakini uwepo wa taasisi yetu hii ya chuo cha uhasibu Arusha. Chuo hiki kimekuwa mahiri katika kutoa mafunzo kama ulivyopata taarifa, kinazidi kupanuka na kujenga umahiri mkubwa katika kutoa mafunzo mbalimbali kwa wajasiriamali na mafunzo ya watu wazima. Kwa hiyo sisi kama Arusha tunajivunia uwepo wa chuo hiki. Sio jambo rahisi sana kwamba watu walikuwa wakifikiri kwamba mafunzo yanaweza katolea hata magerezani, lakini kwa ushirikiano wenu, wewe na mkuu wa chuo, mmeweza kuona kwamba mafunzo haya ni muhimu hata tukiwa magerezani. Niendelee kumpongeza sana mkuu wa chuo cha uhasibu Profesa pamoja na management nzima kwa namna ambavyo tumeendelea kushirikiana na Jeshi la Magereza katika kuimarisha shughuli ya utoaji wa mafunzo. Tangu kuanza kwa mafunzo haya kwa mwezi Mei 2025, jumla ya wafungwa 343 wamehitimu mafunzo ya ujasiriamali na stadi za biashara, na leo hii tunashuhudia jumla ya wafungwa 173 watapatiwa vyeti. Kati yao 167 ni wanaume, lakini pia 6 ni wa kike. Lengo la kuanzishwa kwa programu mbalimbali za mafunzo ni kutoa maarifa na ujuzi kwa wafungwa utakaowawezesha kubadilisha fikra na kuwawezesha kujitegemea pindi wamalizapo vifungo vyao na kuepuka kurudia kutenda makosa. Jeshi kwa kushirikiana na chuo cha uhasibu litaendelea kuimarisha utoaji wa mafunzo ya aina hii, lakini pia kuhakikisha kwamba kundi kubwa zaidi la wanafunzi wetu ambao wako magerezani wanapata mafunzo ya namna hii. Jina langu naitwa Simon Juma Sadiki, natokea kata ya Nduruma, wilaya ya Marurani. Ni mhitimu wa ujasiriamali hapa gerezani, gereza kuu la Arusha. Kwa wale ndio siku ya kuchukua vyeti vyetu, na pia nikakutana na zawadi kama ambayo nimezawadiwa na watu wa magereza. Mimi nimejifunza ujasiriamali, namna ya kumiliki pesa na stadi za biashara. Aswa mimi pango kwa biashara nilibuni kuwa nikafungua biashara ya ufugaji wa kuku wa kienyeji, na pia nilishaanza na kuku 12. Pia mabanda yangu walitembelewa na waandishi wa habari, pia waliona, pia walitembelewa na jeshi la magereza, walitoka paka kwangu wakaona mabanda ya kuku nilikuwa nimeajenga, wakafurahia na wakasema leo kwamba nije kwenye uzinduzi huu wa kuchukua cheti hicho cha ujasiriamali, na pia nikazawadiwa hela hapa milioni 2 taslimu mkononi mwangu kama unavyoiona. Kwanza kabisa hapa mimi banda langu lilikuwa la bati 16, nilikuwa sijalipaua. Sasa kwa pesa hizi nitapaua banda langu la kuku, na pia nitaongeza mifugo yangu ambayo za aina ya kuku ambayo ni aina 4. Kwa hiyo na kuku wa mayai, na pia na kuku wa nyama, na kuku wa kufuga, na pia na vifaranga, na pia